I want to share the word of God this evening. My message is praying in the spirit. Kuomba katika roho. The benefit of praying in the spirit. And when we talk of praying in the spirit, we talk of praying in tongues. Jioni hii nakufundisha umuhimu wa kunena na lugha kama Mkristo. Ni rahisi kuchukua mambo mengine for granted, but I can tell you one of the most powerful spiritual truths applied in the New Testament is the mystery of speaking in tongues. Hallelujah. Ni principle ya kunena na lugha. Mkristo anapaswa ajifundishe kunena na lugha. Na si kujifundisha, aongozwe na roho kunena na lugha continually. It is an important Christian discipline. Amen. Na kama huwezi kuongea na lugha, jioni unaweza kupokea uwezo wa kuongea na lugha. It's not something that is given to 10 people among 100. If there is something you need to do continually, hata katika maombi, it is to pray in tongues. In fact, a serious believer and someone who really wants prayer to matter, to change his life, should pray more in tongues than Kiswahili and English and Kimeru. Apostle Paul says, I pray in tongues more than you all. It means, katika kunena na lugha, alinjipima na wengine na akaona, at least I am ahead of them. And when you hear someone tells you, I do this more than you all, it means it is one of the things that makes him be ahead of you. Mtu akikwambia mimi huamka 6 ukiamka 7 na nyote mnaongea kuhusu biashara, could be he is telling you that is why I am making it more in business than you. So Apostle Paul says, I thank God I speak in tongues more than you all. It means alikuwa amekuja kwa kanisa lake na akaliangalia na akaona hawa watu wananena na lugha 10 minutes na yeye anaongea in tongues maybe 2 hours, 3 hours. Everybody that want to enjoy our spiritual walk with God and to flow in the things of God must really take it seriously to pray in tongues. I want to say this. Many believers have misunderstood the mystery of speaking in tongues. Na kuna wengi hata wanafikiria it is something not to be done by unbelievers. Kuna wengine wanafikiria it is something to be done once in a while. But I would like you to know, speaking in tongues should be something you do intentionally. A Christian should pray in tongues like a choice. It is not something you are doing at just once in a while. It is something you must practice. Hallelujah. I pray for you that you will excel in praying in tongues. At least you can pray in tongues even for 30 minutes. Amen. Those that are under me, I always teach them. It is good to pray in tongues, especially when you are praying your own prayers. Lakini wakati unatuongoza hapa, na sote hatuwezi kunena na lugha, you can use Kiswahili or English. But when you are alone, I tell them, it's better you pray in tongues for 3 hours and just say, in Jesus' name I have prayed. Because the praying in tongues has more results than praying in English. Kuomba na lugha huleta matokeo kuliko kuomba na Kiingereza. And that does not mean kuomba na Kiingereza si maombi, but you all know viatu vyote vinauzwa kwa duka, lakini kuna viatu ziko na more comfort. Na zote ni viatu, ama? Ya, hata nguo zote zinauzwa na zote zinakaa trousers, lakini kuna zingine ziko na more comfort than others. So even all prayers are valued by God, but there are prayers that really matter in our lives, and these are prayers we pray in tongues. And how will you know prayer? How will you know that praying in tongues is very important? Jesus himself said, yoyote ambaye atamwamini atanena na lugha. Hakusema watu wawili, yoyote atakayemwamini atanena na lugha. Kati ya ishara zitakazofuata wa Kristo, moja yake kati ya zile kama 4-5 ni kunena na lugha. Mark chapter 16 verse 17. You can give us that verse. Mark 16:17. Ni mahali Yesu anasema, and in my name they will speak in tongues. They will cast out devils. Let's read the Bible. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Let's continue. They will take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. It means mahali laying on of hands ina happen. Yani tunaichukua ni kitu iko juu sana. Mahali hapo kunena na lugha imewekwa na Roho Mtakatifu. Yesu ana place speaking in tongues kama mtu ambaye anaombea wagonjwa wanapona. It is something special. It is put among the special things to happen to those who are born again. Ni moja ya vitu ambazo zinaenziwa sana na Yesu mwenyewe anasema, na mambo haya yatafuata hao watu. Sasa mwanzako unafuatangwa na hiyo. Tumuulize, wewe unananga na lugha? Muunda gani?
Watu wengi kanisani wanafikirianga tongues ni kama kastiu kwa chakula. Baba nakushukuru, nasema ni asante kwa sababu umetufikisha Rabu. Baba nasema ni asante kwa sababu ya bishop wetu na mke wake Kala. It is not something to put here and there to try to be spiritual. It is something you do. You do and do and do and do. I want you to create a moment where you just to come to pray in tongues for 1 hour. You are just in the presence of God. You are just there lifting up your hands and you are ministering to God in the language of the Spirit. Somebody is asking, what is all this thing you are saying, Apostle? I can define speaking in tongues. Speaking in tongues is praying as the Spirit leads you. It is speaking the very ones the Holy Spirit chooses to give you to talk. Because nobody speaks in tongues by choosing ones. Hakuna mtu unena na lugha kwa kuchagua maneno. Ni Roho Mtakatifu kupatia cha kusema na ni wewe unasema. Si Roho Mtakatifu ukusemea, lakini si wewe unatengeneza maneno. Roho Mtakatifu anakupatia what to say na wewe unapaswa unene na mdomo wako. It's a powerful spiritual experience. Na mahali kokote mitume waliombewa kujazwa Roho, maandiko inasemanga and all spoke in tongues. All, not 5, not 3, not 6 out of 10. It is all of them. I pray that you will be part of the all. Hiyo ndio maombi yangu kwako. You will be part of the all. Chata Yesu hapa abagui, anasema these signs are for all believers. It means all of us should cast out devils. All of us should lay hands on the sick, and all of us can speak in tongues. How many believe you can lay hands on a sick person upon? The same way you believe in laying on of hands, you should also believe you can speak in tongues and you should do it. Say amen. And you know, niliwaambia mchana, the best thing to teach is to teach what you do. You know, nobody struggles to teach what he does. Hata ukikuta mwanabiashara na umwambia akwambie siri yake na akwambie tu direct, ujue hiyo ndio common kwake. I'm teaching this because this is one of the principles that have transformed my life. I love praying in tongues more than I love praying in English. They are all prayers, but I love it when I speak in the language of the Holy Spirit. Hallelujah. The Bible says in the book of Acts chapter 2 verse 4. We can go there. Acts chapter 2 verse 4. There's something the Bible says there. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. How many were filled with the Holy Spirit? How many? How many spoke in tongues? All. Inamaanisha it is the agenda of the Holy Spirit, because kama ikukuwa agenda ningepatiwa watu wawili kati ya 10. But this is God's dream. You know, speaking in tongues, it is the Holy Spirit picking ones from the Father and then telling you what to tell the Father about your need. Tuseme, I have an issue in my family. The Holy Spirit will pick the very best ones to tell the Father about the issue of my children. It means I will not pray amiss. I will not pray selfish prayers, because it is not about my mind. It is the Holy Spirit picking it from the Father, giving it to me, and me telling the Father in His language, not in my language. Therefore, it means no limitation in the communication. It means this kind of prayer cannot fail to be answered because it never came from you. You know, the prayer of English, you can be selfish. In English, you can choose to pray for your mother because she is sick. But when you pray in tongues, it is the Spirit choosing to tell you what to tell the Father. Ooh, what a powerful principle here. Believers should learn. Believers should activate. You should work it out in your life. I release the grace of praying in tongues. May this be a church of people that pray in tongues. And if you want to enjoy grace, you cannot ignore what I'm telling you. This is one of the ways to connect with grace. A believer should pray in tongues more than English. I request you to pray that way, and you will see the results in your life. Hallelujah. The Bible says in the book of Acts chapter 10 verse 44. Matendo mitume 4 mstari wa 44. It's another place where all were filled of the Holy Spirit and they all spoke in tongues. Acts chapter 10 verse 44. While Peter was speaking these ones, the Holy Spirit fell on all those who heard the word. Continue reading the next verse. And those of the circumcision whom believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. The next verse. For they heard them speak with the tongues and magnify God. Peter answered. So all of them were gathered in Cornelius' house. Walikuwa wamekusanyika nyumba ya Cornelius. Na maandiko yanasema wakati Roho Mtakatifu alikuja, saini ya kwamba amewakujia, walianza kunena na lugha zitokazo mbinguni.
Na katika kule kuongea, wale walisikiza walisema, walisikia wakinena lugha wakisifu Mungu. It means when you start speaking in tongues, hata kama hukutaka kusifu Mungu kwa sababu ya vile unafikiria you are not justly treated by God, when you start speaking in tongues you don't speak what to say. Hauwezi kuchagua kile utaambia Mungu. Ni Roho Mtakatifu atakuchagulia utamwambia Baba nini. It means he won't give you something that is not about you. That is why praying in tongues has no limitation like English. You know, English you must construct what you are saying. You must try to convince God. But in tongues there is no conviction. It is his language. So he is the one choosing you. Ni kama mimi nikwambie niambie please. Niambie please. Give me water. If it is me who has told you to tell me, why will I not answer you? And I am the one telling you what to say. Mimi ninakwambia brother so and so, nilete, unasema nilete kalamu, niaje sitakuletea kalamu. Na mimi ndio nimekuambia uniitisha kwa njia hii. So praying in tongues is more beneficial. I'm not saying it is not the only master my word, more beneficial. Inaleta baraka zaidi wakati natumia Kiswahili. Maana Kiswahili ni mimi na akili yangu na kuwaza kwangu ninaomba. Lakini maombi katika roho ni maombi ambayo haiko kwa realm yako, ni Roho Mtakatifu anaingiza roho yako kwa realm ya Mungu. Anakupatia specific ones for specific issues about your situation. That is why praying in tongues has more results than English prayers. Because sometimes mtu akikuja kwako na ni mgonjwa, the only thing you can pray is upon it. But could be what he is going through is something that is supposed to be there for a season because of something that happened somewhere, and this is trying to accomplish something that happened hapo kitambo. And sometimes when you start praying for people, the Holy Spirit will give you specific ones to convince the Father about the things you want answered. Ataanza kukupatia maneno ya kumshawishi Baba. Na ndio ni vizuri Mkristo apende kunena na lugha. Na hebu niseme hivi ni muhimu sana. Usikae pale kiwango cha syllable. Unajua tongues ni lugha inaweza kukua kama vile Kiingereza na Kiswahili. Watu wengi unena na lugha lakini zile za nursery school. Na wakati uliokoka. Ulienda mahali fulani mkanjaza roho ukasema lako hujawahi ongeza. Wewe ni kama mtu ambaye ni kama mtoto ambaye alifundishwa na mama kusema come. Hata leo miaka 6 anasemanga come. Can't you see something is wrong with those kind of language? Every language must grow. Your language in tongues must also graduate. Hallelujah. Jakora Mayanda. Lakasataya. You need to graduate in praying in tongues. It is important as a believer. Usikae pale bakala lako peke yake. Every language grows. Saidia kuviria mwenzako mwambie hakuna lugha huwa ikui. Chumpoint mwambie hakuna lugha huwa ikui. Wewe wale watoto wako, sema sasa uko na watoto wako form 1 na hata leo wanasemanga tu kalamu. Unaweza fikiria aje? Hawako sawa. Sasa hata wakati Mungu anakuona hata anashangaa. Wewe nilimjaza roho 2016. Hata leo anasemanga la kushinda yake ni nini? Hata wewe graduate. Hey, you need to come to another level where you can sing in tongues. La shoka ramande elolo mashaka ramaya la kose ilala mazazaya makobo sasa. You need to graduate. Abia mwenzako hata kukaa nursery level. Graduate. Am I talking to anybody here? Graduate. Oh yes. Vile unakuwa katika kila lugha, graduate in tongues also. Ambia mwenzako hii laka yako imefend. Simwambie imefend. Bandirisha. Na unabondirisha namna gani? Kujiachilia tu, roho anakupatia new things to say. New things to say. New things to say. You keep telling the Father. You keep telling him, keep telling him, keep telling him. I tell you. Let me tell you another one more benefit you're praying in tongues more than English. If you pray in English for 2 hours, you don't get tired. Because you're also using your mind. But tongues, it is the Holy Spirit using your spirit to tell the Father. It means after that kind of a prayer, you are more energetic than before. Receive the grace to pray in tongues more than English. I say may you graduate in the name of Jesus. I declare you are graduating in the name of Jesus. Move to a higher level. Move to a place of speaking the language of God. Where you speak until angels say, hebu tusikize huyu. Amepewa umbia na baba. Unaongea mpaka angels wanakusanyika hapa. It is the only prayer you don't get tired. Pia mwanzako nimejua kwa nini unachokanga kwa maombi. Nimejua kwa nini unayepanga prayer meetings. Hebu niseme hivi. Utakapo
nakwambia utakapo anza kuchukua maombi katika lugha na umuhimu, you will enjoy prayers more than praising. You will see it more powerful to pray than even to sit and listen to the word. Not because the word is not important, but you know, speaking in tongues has a direct result. There's nothing about believing in tongues. You are edifying there. But the word of God sometimes you think you need to convince yourself that it's true. But tongues, as you pray, you are changing. Kuomba na lugha ni kama kuchanji simu. Simu ikikaa kwa chanja sana ichokangi, ni nguvu inapatanga sana. Ukiongea na Kiingereza ni kama mtu ananjiemte. That is why after praying for so long in English, you look for time to rest. As you pray for more in tongue, you look for more time to pray. Because you are better after prayers. Hey, am I communicating here? And that's why you are so wary of the 7 days of fasting. Maana umetumia Kiingereza yote unajua karibu utusi Mungu. Umeongea mpaka ukanjirundia. Ile miaka nilikuwa naanza maombi. Sikuona shinda kama hiyo. Tunaambiana tunaenda kuomba 4 hours. Mimi naomba 2 minutes, naona nimeombea baba yangu, mama yangu na Kenya na kila kitu. After 2 hours nasikia wakisema brethren, we just have a short break. And nafikiri at a short break, I thought we are through. What are you saying again? Lakini wao manjamaa, wakati mimi nataka kusema baba bariki mayangu, nataka kufikiria what else? Na rajaka bayando la kaza la mandia satako. You know I'm not thinking, I'm only saying what is coming. Uliza mwanzako unataka gani? Ni kuchoka baada ya kuomba ama ni ile ya kuchanjiwa baada ya maombi? Unataka gani? Tumuulize na akwambie. Anataka kuchanjiwa after prayer ama kuisha nguvu after prayer? Kama unataka kuchanjiwa basi, it is tongues way. That is the way. That is the way. To speak in tongues is like to get refreshed. Ukitaka roho yako ioge, ambia mwanzako ioge. It is to pray in tongues. When you want to bathe spiritually, there are 2 things to do. 1 is to read the word of God. Number 2 is to pray in tongues consistently, continuously, non-stop for some time. You feel like something has come on you. Ni kama maji baridi umemwagiwa in your spirit. Na kuna wakati uchovu wa roho yako haiwezi kutolewa tu na kukaa kwa mikutano ya watu na kwenda kwa fellowship. Kuna wakati unahitaji candles ka 30 minutes peke yako. You are just there praying in tongues. Because after that kind of a prayer, you are more better after the prayer. Unakaa kama mtu ameoga, kama umerefresh. One of the ways ya kujirefresh wakati umechoka sana ni kuomba in tongues. Because kuomba in tongues si kazi. Kuomba in tongues ni kupata nguvu. Aya, si kama na make sense. Kuomba in tongues ni kupata nguvu. Kuomba na Kiingereza ni kutumia nguvu yako. Because hii ni maombi ya akili na mawazo na plan, na si makosa. Shida ni vile utachoka haraka. Wakati tunaweka ngea 1 tubandirishe, tunasema ishi hapo bishop. Kwa naongeza ingine. Sema amen. Haki wa Kristo, turundini kwa praying in tongues. You know the church is supposed to be a house of prayer. Ili kanisa, the only thing Yesu aliita theme ya church is a place of what? Hata si mambo ingine, hata kama yote yanafanyika, but the theme of meeting in the house of God is to pray. It means, tuseme mkutano wetu unaanza 6. Maybe for one reason or another, the man of God is committed na hajafika. One of the things you need to do as you get ready to receive the man of God is to speak in tongues. Take 15 minutes. Moja anachukua mic. Let's get ready for the man of God. You can enter in tongues now. You are waiting for the man of God in 15 minutes. Before they are over, you are wishing the meeting will not end. You will not be looking at time in a Sunday service. You will be asking, can we add some 1 more hour? But you know what is happening here is also very important. I'm edified. I'm not embarrassing. I'm enjoying. You know you can bear a service. Unaivumilia. Mimi sipendi kwanza bishop, acha nivumilie mpaka mwisho. But you can come to a point in your life. Spiritual life is sweet. You enjoy spirituality. You come to a point you miss prayer. You miss it. You long for an opportunity without disturbance. Kama mzazi, ukiona unasumbuliwa na watoto unasema, "Oh, I wish they know how much I need this opportunity." Si wanipatie break ya 30 minutes. I want to be within God. I want to talk to God. I challenge you to pray in tongues more than English. More than Kiswahili. More than Kimeru. I say more than.
Not without Kimeru. I mean more than. Yeah. Pokea neema kunena na lugha continually. Naamini unanisikiza ukikubaliana na mimi. Because ile kanisa imetusaa, the Jerusalem church was a tongue-speaking church. We can't be anything else. We can follow after their pattern. Wakati roho alikuja kwao ni lugha walinena nazo. Na sisi roho akikuja tunapaswa kufanya nini? Kunena vile walinena. Yeah. So many benefits of speaking in tongues. So many benefits. I declare to be your portion in Jesus' mighty name. Hallelujah. Give me 10 minutes to explain benefits of speaking in tongues. What are the benefits of speaking in tongues? Number 1, you maintain the fire of the spirit. Ni kundumisha moto wa roho. Maandiko yanasema Acts chapter 2 verse 3. Watia. Matendo ya Mitume 2:3. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Glory to Jesus. Yeah, walionekana na nini juu yao? Moto. Ni kama kulikuwa na some flames juu yao. Na wakati zile flames inionekana, ni sign ya kwamba kuna kitu kilikuwa kimeingia ndani yao, nayo ilitoka out of their mouth as tongues. Amen. Hallelujah. So this flame was a sign something has happened in them, which now was speaking in tongues. Na ni vizuri uelewe hii. Wanafunzi wa Yesu hawakunjazwa roho siku hiyo peke yake. Walikuwa wamejazwa mara kadhaa nyuma from that day. There is a day Yesu ameketi na wao na wakawapuliza hewa yake before this day. And the Bible says he told them, receive ye the Spirit. Akawapulizia. Kumaanisha walipokea. So wakati wanapokea ndio introduce the manifestation of speaking in tongues. Among the many reasons kwa nini wanajazwa tena na tena na tena, this time round inawa introduce into speaking. Kuna kwingine pale chapter 4 ukisoma, this time waliponjazwa ni miujiza ili advance. It means there are many feelings of the spirit to unbeliever. Ambia mwenzako acha kutosheka na mara moja. Kuna watu wanasemanga tulinjazwa roho kampu Meadhene 2012. Sasa uko wapi? Uko mwaka gani sasa hii? Mkristo anapaswa kunjazwa ndele. Ambia mwenzako unapaswa kunjazwa ndele. Now the Bible says here kulionekana moto juu yao. Now moto, the result was they spoke in tongues. So this fire is connected with the tongues. It means if I want to keep the fire of the Spirit on me, the language that is connected with the fire must continue. Because these two are connected. Tunaona moto, alafu tunaona wakinena. Inamaanisha moto na kunena ni connected. Nikitaka ku maintain the fire of the Spirit in my life, na paswa kukaa nikinena na lugha because they are connected. Am I talking here? Ni kama vile mic na sponge yake, kiatu na shule zake zile za kufunga ziko like that. Huwezi kuvaa kiatu ya kufunga vile uzi wake. The same way you can't have the fire without what is connected with the fire. These two, fire and the tongues, they are connected. Because tunaona hata hapa they are connected. One is after the other. They are like this. Ukiona Wakristo wengi wamepoteza moto kanisani ni kwa sababu walipojazwa roho alinena na lugha siku 2-3. Na kufikiria it is important akakaa. Sasa ni miaka 6 anenani kwa lugha na si hata anapinga, lakini haoni umuhimu. Umuhimu ni kwamba for you to keep the fire burning, you must stay speaking in tongues continually. Receive that energy in Jesus name. Na nimesikia watu wengi wakiongea mambo fani sana kuhusu tongues. Please never despise what God has given. Something God has given you cannot take lightly. You can't take it lightly. And by the way, ukitaka kuongea na mumeru India, the best is not English. Ni kuongea lugha ile mnaelewana. Ndio muongee kama watu of the same place. Do you know ukienda Nairobi, ukute mtu anaongea lugha ya kwenu, unaweza mpatia hata pesa bila kukuomba. Because you are in a strange land and you share the same language. So the best way to make sense in heaven is not this Kimeru of yours. This is our only creation.
Let's speak his own and talk to him what is from him. You know, God wants you to taste heaven now. So he gives you a language of where we are going here, so that you can talk as if you are already there. That's why some of the tongues you speak are greetings to angels. Some of them are describing the kingdom of God. Some of them are explaining the majesty of God. Some of the tongues you're speaking, the Bible says, 1 Corinthians 14:2, they are mysteries. And these mysteries are things concerning your life, are things concerning the future. Amen. Kunena na lugha is also so powerful. The Bible says here, for he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the spirit, he speaks mysteries. Mtu ambaye anena na lugha aongeleshangi wanadamu. Another benefit we get katika hii, mtu ambaye unena na lugha anaweza omba secret prayers na masaa mengi na mko na yeye. In other ones, yuko limited. But you know, if right now nimetenda dhambi, yesa kusema oh baba, hata nimefanya uzurati, Mungu nisamehe, si watu wote wamejua. But if I go in my own corner and commune with God in his language, then it is only me and the Father who know what we are saying. So there are many times you have repented that you never knew, because the Spirit saw what is your need. Your need is repentance, and He gave you once from the Father about repentance to tell the Father. It is about the Father and the Holy Spirit helping you by giving you room to use the language. It's a prayer of sanctification. It helps you go beyond the realm of men. Unapita viwango vya wanadamu, unaingia kiwango cha Mungu. Pia part 2 inasema, in the spirit he speaks what? He speaks what? The last part. In the spirit he speaks mysteries. Katika roho unanenanga siri. Hizi ni siri kuhusu utaishi miaka mingapi. You know, the number of years utaishi, hakuna mtu anajua. Lakini katika kunena na lugha, God can just help you by his grace. Unene mpaka ujue those are the years I'm going to live. Amen. Wakati sikuwa nimeoa, one time I was speaking in tongues. I spoke in tongues like 2-3 hours, and I had the name Timothy in my mind, and I knew my firstborn will be called Timothy. So I went on telling everybody where I met them, mimi nitaoa na nitakuwa na firstborn na nitakuwa naitwa Timothy. Watu wanishangaa, shinda huyu ni nini? Anaongea mambo ya watoto hata hajapata fiancé. Wanafikiria ni kimoto. Si kimoto. I caught a mystery about the name of the son. So wakati nilipatana na yeye nilimwambia our firstborn will be a boy and will be called Timothy, because I caught it in the spirit. Sio kwa sababu nilikuwa nimechagua ama nikapenda jina, I caught it. Hallelujah. So I was aware of a boy, and I told him everywhere I went, because I was so sure of it. Amen. I was not trying to be proud, but I was trying to show them the benefits. Kumbe there are times you can speak in tongues and you are now directing some things about 2044 ambao kuna kagiza fulani kamewekwa na shetani pale kanakungojea. Na leo unaweza anza kunena mysteries concerning that year sai through tongues. Am I talking to anyone? Someone is listening to me very well. Speaking in tongues is speaking mysteries. And that's sometimes it's good, even as you speak in tongues, you also listen. Speak, and sometimes allow your spirit to be alive to yourself. Most of the things you speak, some of them are about you. They are not about God. Do you know there are times you go to pray na Mungu anakupatia njibu la issue yako in tongues? Au unafikiria ni kuomba tu kwa mlima lamo shakaya. Kumbe unasema utakuwa na nyumba ya biashara Isiolo ya kuuza serious. Na ulienda kwa mlima, Mungu akwambia utafanya nini, au unangojea ndoto. Na kwa tongues ulipewa. Kumbe hii unaongea hapa si kuongea, ni mke wako ushamchukua. For those who are not married, hata in the spirit umeshika the mystery, utaoa mwaka gani na unarudi nayo nyumbani. Many times because of the kutochukulia maana, tunafikiria tu ni kaselabo kama maombi. Si kaselabo. The Bible, not me. The Bible says he speaketh the what? He speaketh the what, please? Mysteries. Hizi ni siri kuhusu maisha yangu, siri kuhusu unduma, siri kuhusu mambo mengi. Number 3, benefit of speaking in tongues. Mtu ambaye unena na lugha ni prophetic. There's a very big connection between speaking in tongues and being prophetic.
Mtu ambaye unena na lugha ni mtu wa kinabii. Hata kama huwa hatabiri, amen, anafanya mambo ni kama mtu alikuwa anajua nini iko mbele, hata kama hajui. Mtu ambaye unena na lugha, sometimes you enter into the realm of revelations and insights. Blessed be the name of Jesus. And rarely will you see someone who prays in tongues continually who does not have visions and dreams. Because katika kunena na lugha unaongea siri. Hizi siri zingine zinakuja kama ndoto. And that is why mtu ananena na lugha astruggling kujua Mungu anataka nini. Hata kama hataota, hata kama hataenda kwa nabii kuuliza what am I supposed to do, there is something they are just aware. Do you know mtu ananena na lugha huwezi kumwambia mambo ashangae. Atakwambia ni kama nilikuwa na sense, hata kama sikuwa najua 100%, but I felt like anyway there is a good plan God has for me. Ukiona mtu ako ndani ya roho anastuka ukimwambia God's plan, something is very wrong with his spiritual life. Katika New Testament nabii hapasi akwambie mambo strange. Katika New Testament, especially when you want to pray in tongues, mtu yoyote akikwambia and I have a word for you, could be that night you saw yourself standing before someone na kuna mambo anakuambia na yanakaa siri. Ndio hii. Lakini kwa sababu mara nyingi we don't take it very serious, tutakuta tunandanganywa, tunaingia kwa mitego mingi because we have not desired to be prophetic. And the way to be prophetic is to connect by praying in tongues. Hallelujah. I declare you to pray in tongues continually. I say you to pray in tongues continually. In the name of Jesus Christ. Sasa ile tulisema mchana tunajiombea 1 hour. Nataka uifanyange in tongues. It's a request. I'm not commanding you. I'm requesting that in Jesus' mighty name you take it very serious every day. Let me have 5 minutes, 10 minutes. Kutoka hapo graduate to 15, graduate to 20, graduate to 40, 100 if you. I can tell you, if I come back here 14 years from today, you tell me, Apostle, my life changed. Nobody, another thing, mtu ambaye unena na lugha ana access revelations with ease. Hauwezi kufundisha mtu huyo neno akingangana. It's another benefit. Mtu ambaye unena na lugha, his spirit is awake. Hata ukifundishwa a very hard subject, it makes sense. Because you are revelational. Your spirit is aware to the spiritual realm. Ni realm ya rohoni. Mtu unena wakati anena na lugha. Na ni kumaanisha una sense that other realm that is beyond this realm. So simply, if someone reads the word of God to say, I get the light. Tutakutanga bishop is preaching here and you are just smiling. You are not smiling because of the way he is wearing. It is making sense. That one is very sweet. It is beyond him quoting. It's like a light is coming to you. It's like you can write a book from what he is saying. You are not short. You don't have a short circuiting of revelation. It is a long wavelength. Ni kitu inapitia kwako. Watu wengi wamekataa kunena na lugha. Kwa hivyo ukikuja kanisani unakuta you cannot bear heavy revelations. Na Mkristo anapaswa baada ya kuokoka akuwe based in deep teachings. I know the man of God is a teacher of the word. And one of the things you can help him teach the word of God is to be spirit energized as you come to a service. Do you know you can control the level he can go as he teaches? By the kind of appetite, by the sensitivity in the spirit you have as he teaches the word. When you come to the church with a spirit that is alive, his spirit is aware. Even the wisdom will graduate. As he speaks here, anasikia, niaje naongea kama si wale watu wangu naongelesha. Anaongea hivyo kwa sababu the people he is talking to this time wameenda another level. Their spirit are ready for greater revelations. I am aware of this because I teach the word. Unakuta a congregation, you are so ready. You want them to go so deep. Lakini nasikia your spirit is resistant because of how low their spirits are. Because they are not changed in the realm of speaking in tongues. When you speak in tongues, your spirit is alive. When you are alive, you respond to that realm. Mtu ananena one statement, unapata 14 out of 1. Na mtu ambaye unanena na lugha, si rahisi asahau messages amefundishwa. Hata akisahau the ending, the content, the weight, where the life was in the message, ako nayo. He may not remember every one thing, but his spirit is alive. And such kind of people, within no time, unakuta the man of God anaweza kuwatuma kuhubiri. Because now, wameondoka tu just natural people in church. They are now men who can carry the same wisdom
anafanya kazi nayo. Amen. Na ya mwisho ndio tumalizie. Speaking in tongues help you operate in other gifts. Kunena na lugha kuna kusaidia kufanya kazi katika zile vipawa zingine. Mtu ambaye amejifundisha kunena in tongues hawezi struggle to discern spirits. Because to discern spirit you need to be spiritual. Na sasa umenena na lugha ya roho, roho yako ikakuwa spiritual, sensitive. Mtu akikuja hapa pitia hapa na ni unjanja na acha nikwambie, uwezi kunena na lugha na usikize munjanja na kuconvince. Kuna vile roho yako inajifungia. You are not ready to listen. Unaweza hata pitia kwa TV tu uone messages, huyu anakuja mwingine hapana, huyu hapana. Na si ate kuna kitu uliambiwa, your spirit is just aware there is a lie he is saying. Hapa kuna uongo. Uwezi kundanganya mtu ambaye his spirit is alive, and you become alive in the spirit as you pray in tongues. I release that grace on you. My prayer is that you're going to operate in this language continually. You cannot speak in tongues and fail to catch the word of knowledge. Kama Mungu ametaka uitumie. Unaanza connect na all other gifts, especially this power and gift like healing, discernment, wisdom, knowledge. Hizo zote zinahitaji uweke kiwango kikubwa cha kuelewa, na asiwezi kupeana kwa mtu ambaye roho yake iko damp. You must have a spirit that is alive to be able to carry those gifts. And one of the ways among the many to make your spirit alive, it is when you speak in tongues. I pray for you in Jesus' mighty name. You will be a tongue-speaking church. You will be a tongue-speaking believer. I don't know that you are enjoying this message. If there is something to enjoy, hata kama kuna kitu kingine nitasema kesho na niko na mengi ya kusema. If you take this one, I will be happy. Because I know I will leave a better church for the man of God. It will be easier for him to teach the word when the spirits of men are alive. Roho zenu zinakuwa magnetic. Anaongea 1 point unapata 5. Hata unashanga mbisho unamaliza. There is something you are to say. It's like I was catching something. You are about to say something. Hey, finish. Man of God, say it again. Because your spirit is alive. Lakini Wakristo wengi wanakuja church, roho zao siko chini. Sometimes we prepare sermons, unakuja heavenly London, unakuta people are down in the spirit. Kabla uwapulu, time imeisha. And you know we like to keep time. What am I going to do? I'll finish because time is over. But your spirit has not come to a level of getting anything in the service. I challenge you in Jesus' name to allow your spirit to wake up. Hallelujah. Stand on your feet as we speak in tongues for 5 minutes. If you are there, you never speak in tongues, please can you stand here? I want to pray for you. Kama unenangi na lugha, simama hapa. It is not a hand thing. It's one of the simplest. Stand here and start speaking in tongues in Jesus' name. You are welcome. Please come very fast.